Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ni matumaini yangu na ni imani yangu kwamba wote tunaendelea vizuri. Mwenyezi Mungu ameendelea kutupa uzima na afya. Ndio maana hata leo tumekutana tena. Leo nataka tuangalie kwa ufupi kabisa. Kwa kuwa tuko kwenye kipindi cha Kwaresma, ni kipindi ambacho Wakristo tunatafakari jinsi gani Yesu au jinsi gani sisi Wakristo tulipokea wokovu kutoka kwa Mungu. Sasa tumekuwa mara nyingi tukiendelea kuwa na tafakuri nzuri ya ukombozi wetu ambao Yesu alitupa sisi wanadamu. Wapo waliopokea wokovu wakamkimbilia Kristo. Wapo wengine mpaka saa hizi bado hawaamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunaendelea kupeana mawili matatu. Sasa tunaposoma maandiko tunaona kile kitendo cha mwisho ambacho Yesu alikipitia, ambacho ndio kipindi hiki Wakristo tunatafakari. Kile kitendo cha kukamatwa, kuhukumiwa na kufa, na mwisho wa siku Yesu akafufuka pale kaburini na akakaa siku kadhaa akapaa mbinguni. Sasa kile kitendo tukisoma maandiko matakatifu mpaka kinafikia kile kitendo tunaambiwa kuna miongoni mwa wanafunzi wake ambaye ni Yuda aliyechukua jukumu la kumsaliti, au aliingiwa na roho ile ya usaliti. Akamsaliti Yesu, hatimaye Yesu akashikwa au akakamatwa akawa chini ya mikono ya maadui. Sasa tutaangalia katika somo hili kwamba ilikuwa ni lazima Yuda msaliti Yesu ili sisi tupate wokovu? Kulikuwa na ulazima wowote wa Yuda kumsaliti Yesu ili sisi tupate wokovu? Sasa kutafakari hii, kwamba kulikuwa na ulazima Yuda aweze kumsaliti Yesu au hakukuwa na ulazima, tutaangalia kupitia maandiko mbalimbali. Lakini kabla hatujafikia kujifunza hicho, tuangalie jambo fulani hivi. Baada hapo tutakuja kujua kwamba kweli kulikuwa na uhalali au kulikuwa na ulazima wowote wa Yuda aweze kumsaliti Yesu. Tutaona baada ya kuangalia vitu fulani fulani. Sasa kabla tujachambua hilo au hatujajifunza hilo, tuone ni kina nani hawa walikuwa hasa wanamtafuta Yesu. Hawa watu ni kina nani waliokuwa hasa wanamtafuta Yesu kipindi hicho ili wapate kumuua? Tuangalie kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 26 mstari ule. Mathayo 26 mstari wa 3 na 4. Mathayo 26 mstari ule wa 3 na 4. Biblia inasema hivi, au maandiko matakatifu yanatuambia: wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua.
ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa kumbe tunaona kwamba kumbe kundi mojawapo waliokuwa wanamtafuta Yesu, lililokuwa linamtafuta Yesu, ni hawa viongozi wa dini. Viongozi wa dini, makuhani, walimu wa dini na wazee wa watu. Biblia inatuambia hapo, na wazee wa watu, wazee maarufu. Kwa hiyo hawa ndio walikuwa wanamtafuta Yesu ili wamuue. Kwa nini wamtafute Yesu ili wamuue? Kipindi hicho dola ya Kirumi ilikuwa inatawala majimbo haya ya Judea na Yerusalemu, ambapo Wayahudi ndio walikuwa wanaishi. Kwa majimbo haya yalikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Kama tunavyofahamu kwamba miaka au karne za huko nyuma, dola la Kirumi ilitawala karibu dunia nzima. Kwa katika utawala wao, kila jimbo la utawala wao walikuwa wameweka watu wao, walikuwa wanawaita magavana. Hata ukikumbuka Tanzania kabla ya uhuru mwaka 61, Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, na sisi huku tulikuwa tuko chini ya magavana hao wa Kiingereza ambao walisimama au walifanya kazi badala ya Mwingereza mwenyewe. Kwa serikali ya Uingereza ilikuwepo hapa chini ya gavana. Huyu alihakikisha akifanya shughuli zote au alikuwa akisimamia sheria zote za Kiingereza. Ndivyo ilivyokuwa kipindi hicho. Majimbo haya ya Judea, yani ya Yuda na Yerusalemu, yalikuwa chini ya Kirumi, utawala wa Kirumi, ambapo sasa wakati huo gavana wake alikuwa mtu mmoja anaitwa Pontio Pilato. Wakati huo ulikuwa ni utawala wa Pontio Pilato. Sasa kazi ya utawala ule au viongozi wale walioko chini ya Kaisari kipindi hicho. Sasa mfalme wa Kirumi alikuwa anaitwa Kaisari. Sasa majimbo haya ya Yuda na Yerusalemu alikuwa chini ya gavana anaitwa Pontio Pilato. Sasa kwenye nyadhifa zile za chini, ngazi za chini, waliwekwa watu wa maeneo yale ambao walisaidia utawala ule wa gavana. Kwa walichukuliwa watu wa maeneo yale. Miongoni mwao sasa walikuwa hawa viongozi wa dini, walimu wa dini, hawa Mafarisayo, Masadukayo, walikuwa kwenye mabaraza hayo. Sasa kumbuka, uongozi wa Kirumi chini ya huyu gavana Pontio Pilato, yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha analinda kwa nguvu zote, analinda jimbo lile kwa nguvu zote, jimbo la kiutawala la Warumi. Maana analilinda kuhakikisha kwamba halipolwi, halichukuliwi na falme mwingine au falme mwingine. Maana kipindi kile wafalme walikuwa na tabia ya kujiongezea maeneo ya utawala, aidha kwa njia ya vita. Wanaweza kuja kupigana na kieneo fulani, mkashindwa, kieneo kile kikachukuliwa kikawa chini yao. Sasa kazi mojawapo ya utawala ule wa kipindi hicho cha Warumi ilikuwa hawa magavana kuhakikisha wanalinda kwa nguvu zote tawala za Kirumi, yale maeneo yale ambayo Rumi imeshika, ni dola ya Kirumi imeshika. Kwa hiyo hawa magavana kuhakikisha wanalinda. Kwa hiyo
walipewa majeshi au vikosi mbalimbali vya kijeshi kutoka Rumi ambao vilikuwa chini yao. Sasa jambo lingine ambalo walifanya hawa watawala, huyu gavana wa Kirumi, ilikuwa ni kuhakikisha wanakusanya kodi. Kutoka kwa watu ambao wanawatawala. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi nyingine ya hawa magavana. Lakini jambo la tatu lilikuwa ni kutoa hukumu na makosa mbalimbali. Kwa wao walikuwa wao wenyewe ndio sheria, lakini wao wenyewe ndio mahakama. Kazi yao nyingine ilikuwa ni kutoa hukumu kulingana na sheria za Kirumi. Sasa utawala ule wa Kirumi ulikuwa ni utawala wa kimabavu. Utawala wa mateso, ulikuwa unawagandamiza, unawaonea sana watu walioko kwenye tawala zile wanaotawaliwa. Kwa ni miongoni sasa mwa hawa watu wa chini ambao sasa ni Wayahudi waliokuwa wakiishi chini ya utawala wa Kirumi, chini ya Governor Pontio Pilato. Walikuwa nao ni miongoni mwa watu walioteseka sana kwenye maisha yao, hasa watu wa hali ya chini za kimaisha. Sasa hawa viongozi wa kidini, kwa sababu wao wamepewa zile nafasi, wanashirikiana na governor kuhakikisha wanalinda ule utawala wa Kirumi kwa nguvu zote, ili waendelee kukaa kwenye zile nafasi, kwa sababu kutakuwa na maslahi wanayapata. Kuna zawadi wanapewa, kuna viposho wanapewa. Kwa hiyo ilikuwa wanalinda jimbo au wanalinda yale maeneo yao ya kiutawala kwa nguvu zote. Na kwa sababu wao walikuwa ni viongozi wa dini, walimu wa dini, manake kuna chini yao kuna watu ambao wapo wanawaongoza. Manake wale waumini wa kawaida ambao wao pia walikuwa na sauti mbele ya Pilato. Sasa Yesu, kama Biblia ilivyosema, sasa amezaliwa kuwa mkombozi wa ulimwengu. Ameanza kufanya kazi yake ya kihuduma, ya kiutumishi, akihubiri habari njema za wokovu, akiponya watu, akifufua wagonjwa, akiwahurumia wanaoonewa, na mambo mengi ya namna hiyo aliyofanya. Sasa hawa viongozi wa dini wakaona huyu mtu kama amekuja sasa kama kuchukua kupindua zile nafasi zao, kwa sababu watu walioonekana sasa wengi wanamwamini Yesu, watu wanamfuata Yesu. Kwa hawa viongozi wa dini kipindi hicho wakawa hawaonekani wanaonekana sio wa maana kwa watu hawa ambao ni kundi kubwa sana lilikuwa limemkimbilia Yesu. Kwa viongozi hawa wa kidini wakapatwa na hofu ya kwamba aliyekuja huyu sio mtu mzuri, hasa kwenye nafasi zetu sisi. Huyu sio mtu mzuri. Na maana kwamba walikuwa bado hawajatambua kwamba yule kweli ndiyo mwana wa Mungu aliyekuja. Lakini pia ni kwa sababu ya kuzingatia maslahi yao. Kuzingatia maslahi yao, sio maslahi ya watu na Mungu. Walizingatia zaidi maslahi yao. Ndio maana wakaona huyu mtu sio mtu mzuri kwetu. Ndio maana katika mistari hii tuliyosoma Injili ya Mathayo hii 3:26 mstari wa 3 na 4, kwamba hawa wakaona sasa huyu atatushinda huyu. Wanafanya shauri
wanajikusanya. Na ili ujue kwamba walikuwa na hofu kwenye nafasi zao, hebu angalia Injili ile ya Yohana sura ile ya 11. Injili ya Yohana sura ile ya 11 mstari ule wa 47 na wa 48. Injili ile ya Yohana sura ya 11 mstari wa 47 na 48, Biblia inasema, basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Kwa kwanza walikuwa na hofu yao ilikuwa kwamba watu wengi watamwamini Yesu. Kwa hiyo wao kama viongozi watabaki hawana watu. Sababu wengi wameshaanza kumkimbilia Yesu, kumfuata Yesu. Kwa hiyo wakaona watu wengi sasa wataondoka kwao, watamfuata Yesu kwa sababu ya ishara na miujiza mikubwa ambayo Yesu aliifanya. Kwa hiyo wakakimbia, wakafanya shauri kwamba tukimwacha hivi, wengi watamkimbilia Yesu, watamkimbilia mtu huyu. Lakini pia sisi kwenye utawala wa Kirumi chini ya Governor Pontio Pilato, nafasi zetu tutazikosa nafasi zetu. Kwa hicho kitu wakawa wao hawajakubaliana nacho kabisa. Ndio wanafanya shauri sasa, wanafanya mashauri ili wapate kufanya nini? Kumkamata Yesu ili wamuue. Wakati na soma na kutafakari haya maandiko, kuna saa nilikuwa nafikiri na nikawa napata shida sana hata katika ulimwengu wa sasa. Hizi roho za wale viongozi wa wakati huo wa Kirumi bado zipo. Bado zipo miongoni mwa viongozi walio wengi, waliopewa dhamana na Mwenyezi Mungu ili waweze kulichunga kundi. Wapo wanaochunga kwa maslahi yao, lakini wapo wanaochunga kwa ajili ya maslahi ya watawala wa kidunia. Sasa katika hili, wewe na mimi kama watumishi tuliopewa dhamana, tunapaswa kumuelewa Mungu. Mungu ametupa kundi la kuliongoza. Kwa kama umepewa dhamana hiyo, ni vizuri kuepuka na roho hizi za hawa makuhani wakati huo, viongozi wa dini wakati huo. Kuna mahali unaweza kukuta kuna mtumishi tu Mungu anamtumia kwa viwango vikubwa kabisa. Amepewa karama kubwa. Yaani sasa unajua kila mtu amepewa karama yake na Mungu. Usipende kung'ang'ania karama aliyo nayo mwenzio. Naweza kawa wewe ni labda ni askofu. Miongoni mwa wachungaji ambao wako chini yako kuna kiongozi ambaye Roho Mtakatifu anamtumia sana katika huduma. Ukatengeneza ubaya dhidi yake kwa sababu watu wengi wanamkubali. Na kila wakati unakuta watu wanamtaja. Fulani. Tayari ukaingiwa na roho ya wivu.
roho ya hawa makuhani wa zamani inakuwa imekuingia wewe. Na tumeona maeneo mbalimbali, mtu ukionekana una Roho Mtakatifu na kutumia kwa viwango tofauti vya juu, aidha unaombea watu wanapona, watu wanaokoka, watu wanafunguliwa na namna nyingi na hapo na pale, lazima wewe unakuta kiongozi wa juu yako anakutengenezea beef, anakuwekea demarcation. Na unaweza kaona upangwe kuhubiri, unaweza kaona upewi nafasi ya kuzungumza, yani kuhubiri au kufundisha neno la Mungu. Si tu kwa sababu huna uwezo, ni roho, kuna roho fulani imemuingia kiongozi aliyoko juu yako, kwa anakutengenezea mazingira ya kukuthubaisha ili huduma yako isifanye nini, isiendelee. Ukiwa unaona mazingira kama hayo, ndugu unayenitazama na unisikiliza, ukiona unapitia mazingira kama hayo, usiache huduma, endelea kufanya huduma yako kama Roho Mtakatifu anavyokutumia. Ndio maana Yesu hizi zote alikuwa anavielewa, kwamba ameingia migogoro na Mafarisayo, ameingia migogoro na Masadukayo, ameingia migogoro na viongozi wa dini, ameingia migogoro na walimu wa dini, alijua. Lakini hakuacha kufanya huduma yake, maadamu alijua kipi ambacho Mungu amekiweka ndani yake na kwa nini amempa hiyo jukumu. Kwa yeye alikuwa anatembea na lengo la Mungu. Angalia watu, anatembea na lengo la Mungu. Sasa mimi na wewe ambao tumepewa dhamana, ukiona kuna mazingira kama hayo, tembea na lengo la Mungu. Rafiki yangu mpendwa, mwenzangu, tembea na neno la Mungu. Mungu anasemaje, anakuambia nini? Usithubaishe au kuihudumaza huduma yako. Endelea kumsihi Mungu, na iko siku utakuwa mtu wa viwango vya juu kabisa. Believe me, utakuwa wa viwango vya juu kabisa, kwa sababu mwenye roho wa Mungu ndani yake, manake ni Mungu yuko ndani yake. Sasa Mungu anaonekana waziwazi kupitia matendo sasa ambao anayafanya kupitia wewe. Kwa hiyo usikate tamaa, ndugu yangu. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Hawa ndio waliokuwa wanamtafuta sasa Yesu, viongozi wa dini, walimu wa dini, wazee wa watu ambao walikuwa wanatumika, yani wako ni viongozi wa dini, lakini pia kwenye nafasi za kiserikali walikuwa ni viongozi. Tunaanza kusema ni viongozi labda mabalozi wa mitaa, sababu walitumika kusaidia utawala wa Kirumi. Kwa hiyo watu hawa ndio haswa waliokuwa wanamtafuta Yesu. Na kwa kuwa nimesema serikali ya Kirumi au hawa magavana kazi yao kubwa ilikuwa ni kulinda utawala wa Kirumi katika maeneo aliyokabidhiwa, lakini pia kukusanya kodi. Nimesema kukusanya kodi, na pia kama walitumika kama mahakama, yani wao ni sheria, wao ndio mahakama, watu wa kufanya maamuzi. Ndio maana sasa hata tunaona Yesu sasa anakamatwa, waliokuwa wamemshughulikia ni vikosi vya kijeshi vya Kirumi. Hawa ndio waliokuwa wamemshughulikia, baada ya hawa kupeleka mashtaka yao kwa Pontio Pilato. Ukisoma ile Injili ya Luka, unaona namna gani sasa yale mashtaka alivyoenda mpaka Pilato ananawa mikono, kwamba aliona kabisa hii kesi imetengenezwa, hiki kitu kimetengenezwa, hakuna ukweli wowote. Akajaribu kuangalia hivi na hivi,
akaona kitu kimetengenezwa, lakini kwa sababu ya shinikizo la wale watu. Nakumbuka sasa hata wale watu ambao walikuwa karibu na Yesu, waliompokea Yesu akiingia Yerusalemu kwa vishindo vikubwa, wakisema Hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Wameshangilia, wamempokea kwa shangwe, kutandika nguo zao chini. Hosana juu mbinguni, wakishangilia. Mwisho wa siku walimgeuka. Wakati Pilato akiuliza sasa siku ile karibu na Pasaka, anauliza afunguliwe nani? Watu wanapiga kelele, afunguliwe Yesu, afunguliwe Barnaba, Yesu asulubiwe. Barnaba achiwe huru, Yesu asulubiwe. Ni watu ambao walikuwa Yesu anawahudumia. Siku kiona wale watu uliokuwa wanawasaidia wanakugeuka, usishangae. Yesu aliyapitia hayo. Usishangae mpendwa, mtu wa Mungu. Kama Yesu alishapitia, wewe ni nani usipitie? Ni sehemu moja ya kuikomaza imani yako. Kwa wale watu wale waliokuwa wakimshangilia, wamempokea kwa shangwe na nini akaingia Yerusalemu, hao ndo siku ya hukumu ya Pilato dhidi ya Yesu ndo wanasema hapana, awekwe huru Barnaba, Yesu asulubiwe. Yapo Pilato akaona hii kesi ya kusingiziwa hii, hakuna shtaka lolote, ambia nendeni mkamalize wenyewe huko na Kayafa wenu huko, kuhani mkuu. Lakini sababu kwa shinikizo la watu, huyo Pilato anaamua kwa sababu ya shinikizo la watu. Unaona sasa inavyokuwa inatokea. Ni mtawala, anajua kabisa hapa haki haitendeki, na ana uwezo wa kutumia nafasi yake kama kiongozi kuzuia ile jambo lisitokee. Alikuwa na uwezo wa kuweza kusema hapana, sioni kosa lolote alilotenda mtu huyu, kwa hiyo mtu huyu aachiwe huru. Akaangalia watu wanafanyaje. Na kwa nini alifanya hivyo? Nilisema kwamba huyu au hawa magavana walikuwa wao wanalinda majimbo waliokabidhiwa kwa nguvu zote. Na ilionekana kama jimbo lako linaonekana lina migogoro, watu wameriot, wanaanza kupiga kelele hivi na hivi dhidi ya utawala wako, serikali ya Kirumi na kupiga chini, unaondolewa kwenye nafasi. Sasa kaona ya nini mimi niondolewe kwenye nafasi yangu? Ya nini nikose mkate wangu wa kila siku? Kwa hiyo alifanya vile kwa sababu ya kutetea mkate wake, hali akijua kwamba anachokifanya sio sahihi. Alikuwa kama kiongozi, alikuwa na uwezo wa kusema no, sioni kosa lolote alilotenda mtu huyu, kama alivyotamka kwamba mbona sioni kosa lolote alilotenda mtu huyu. Hasa ameishia tu kusema hivyo. Angesema sioni kosa lolote alilotenda mtu huyu, kwa hiyo mtu huyu aachiwe huru. Sasa yeye ameishia tu kusema sioni kosa lolote alilotenda mtu huyu, nendeni mkamfanye nyinyi, mkamtende mnavyotaka. Mkamtende mnavyotaka, maana amewapa uhuru. Lakini alikuwa na uwezo wa kusema hapana, aachiwe huru. Ndivyo inavyokuwa hata sasa hivi. Kuna aina fulani ya mahakimu au majaji ambao anajua kabisa hii kesi imetengenezwa, na anaweza tu akapewa amri kwamba hakikisha mtu huyu anafanya nini, hakikisha mtu huyu anafungwa, hakikisha mtu huyu anakamatwa na hivi na hivi. Wapo watumishi wa namna hiyo ambao si waaminifu, lakini kumbuka nafasi uliyopewa ya utumishi umepewa na Mungu. You have given by God. Amekupa Mungu, ifanye kwa ajili ya watu. Amua au fanya haki
za kimungu. Usiamue kwa shinikizo la watu ili hali kanuni na taratibu hazisemi hivyo. Ondoa upendeleo. Unaona? Kwa hiyo kitu ambacho watu hawa waliingiwa hofu nacho ni hicho. Sasa jeshi la Kirumi ambalo ndio lenyewe lilishiriki kabisa sasa kumkamata Yesu, kumsulubisha mpaka na uawa pale msalabani. Hebu angalia Injili ya Mathayo sura ya 27. Injili ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 27, mstari wa 27 hadi 37. Injili ya Mathayo 27 mstari wa 27 hadi wa 37. Hapa utakuta anasema hivi: basi ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Praetorion, wakamkusanyikia kikosi kizima. Wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, walilivua lile vazi lake, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Ukiendelea kusoma hapo unaona kwamba ni jeshi la Kirumi. Wao unaona tunasema governor yeye alikuwa anamiliki jeshi, amepewa jeshi na serikali ya Kirumi la kulinda ile tawala za majimbo yake. Kwa hiyo aliwaachia wale wafanye hiyo kazi ya kumsulubisha Yesu. Kuanzia kumkamata, wanamvua nguo, wanamvalisha nguo nyekundu, wanamvalisha taji ya miiba, wanamvalisha, wanamdhihaki, wanamdhalilisha. Ni jeshi la Kirumi. Wale wazee wa kanisa, wazee wa Kiyahudi, walimu wa kidini, makuhani, wao walikuwa hawamiliki jeshi. Kumbuka walikuwa hawamiliki jeshi. Kwa jeshi lilotumika ni ile serikali ya Kirumi. Kwa shinikizo la hawa makuhani, walimu wa dini, wazee wa watu na Mafarisayo, Masadukayo, wote waliokuwa Wayahudi. Kwa hiyo hawa ni miongoni pia mwa watu ambao walihusika kabisa katika kumuua Yesu. Ndio maana akasema baadaye tutaangalia ilikuwa ni lazima Yuda amsaliti Yesu ili sisi tupate wokovu. Ilikuwa ni lazima. Kwa tutaangalia kama kulikuwa na ulazima wote. Yaani kwamba ule unabii ndio ulikuwa unatimia kwa njia ya usaliti wa Yuda au namna gani. Kwa tutaangalia wakati mwingine. Lakini pia nikasema kwa sababu hawa wazee ndio walioanzisha ile vuguvugu. Baadaye mchakato unaenda mpaka kwa Pilato. Pilato anaruhusu vile vikosi watende wanavyoweza. Sasa watu wenyewe pia wa Kiyahudi nao walihusika pia katika mauaji. Nao walihusika. Watu wenyewe wa Israeli wenyewe. Kumbuka mwanzo nisema Yesu wakati akiingia Yerusalemu walimshangilia sana, wakisema Hosana mwana wa Daudi, ajaye kwa jina la Bwana, Hosiana juu mbinguni. Wametandika mpaka nguo njia nzima, mfalme apite.
Wanamuita kabisa mfalme wa Wayahudi apite. Alafu mwisho wa siku ya hukumu, wanashinikiza mtu huyu auawe. Kwa ni watu wenyewe pia Wayahudi wenyewe au Waisraeli wenyewe waliochochea au walioshinikiza Yesu auawe. Manake wangekuwa wamemtetea Pilato, manake ingekuwa rahisi kwa Pilato kufanya maamuzi yake ya kihaki kwamba sioni hatia ya mtu huyu. Yaani wale watu wangesimama kumtetea Yesu. Pilato mwenyewe katika hukumu yake anasema sioni hatia ya mtu huyu. Kwa hiyo mtu huyu hapaswi kuhukumiwa kifo. Sioni hatia yake. Lakini kwa sababu Wayahudi wenyewe, watu wake mwenyewe ambao wamezaliwa kwao, wakasema huyu mtu huyu afanye atendewe hayo anayopaswa kutendewa, auawe. Wamesahau kwamba yeye ndio aliyokuwa akiwasaidia, anawaponya, fufua wafu mbalimbali, anaponya wagonjwa mbalimbali, waliokuwa na dhambi ameachilia msamaha wa dhambi na kadhalika na kadhalika. Lakini wao hilo hawakuliona. Ndio maana nikasema ishi na watu vizuri, lakini kumbuka watu hao siku watakukana. Wafanyakazi wenzako hao siku watakukataa. Wakristo wenzio hao unaoimba nao kwaya, unaoabudu nao, unaofanya nao maombi, iko siku kwenye mazingira fulani watakukataa. Lakini bado Yesu atakuwa pamoja na wewe. Pamoja na kwamba hao wenzio wote watakukataa, lakini Yesu bado atakuwa pamoja na wewe. Usiache usimwache kumfuata Yesu kwa sababu ya watu. Watu wataendelea kuwa pamoja na wewe. Wafanyakazi wenzio wakikutenga, wafanyakazi wenzio wakikusingizia. Maana tunasingiziana mambo mbalimbali. Mtu anaweza kukusingizia jambo hapo mpaka ukashangaa. Mwambie Mungu, niko pamoja na wewe. Na wewe ndio baba yangu. Kama Yesu mwenyewe anasema hapana, niko na Baba. Niko na Mungu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kunitoa katika hili. Nyinyi sema msemavyo, lakini mimi bado niko na Mungu. Na wewe endelea kusema niko na Mungu. Yesu yuko upande wangu. Yesu anaendelea kunitetea na kunipigania. Maana amesema vita vyetu sisi sio vita. Vita vyetu sisi ni vita vya Mungu. Kila anayetaka kupigana na wewe, mwachie apigane na Mungu. Hakuna sababu wewe ya kuanza kupigana nao, kugombana nao. Mwachie apigane, Mungu mwenyewe atapigana naye. Kibao atamchapa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama unapitia maswaiba mbalimbali, misukosuko mbalimbali, wewe jipe moyo tu. Kama Yesu alivyokuwa anajua kwamba ipo siku mimi nitakuwa huru, ipo siku kila goti litapigwa mbele yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, endelea kumwamini Mungu. Na uamini kwamba Yesu alikufa kweli kwa ajili yangu mimi na wewe. Sio masiara, ni kweli Yesu alikufa. Maandiko matakatifu yanazungumza, ni kweli Yesu alikufa. Lakini Yesu bado anatenda kazi mpaka sasa hivi na wewe. Bado anakutumia kwa namna moja ama nyingine. Ukibezwa, ukidharauliwa, songa mbele, piga kazi ya Mungu. Usirudi nyuma. Piga kazi ya Mungu aliyokuitia. Majungu wewe achana nayo. Kila namna ya vitu ambavyo vinaweza kukuharibia huduma yako, achana navyo. Piga kazi ya Mungu. Muangalie Yesu msalabani, ambaye yeye ndio aliyekufa kwa ajili yako wewe na mimi. Hakuna mwanadamu yote aliyewahi kufa kwa ajili ya mwenzake. Haipo. Ni Yesu peke yake. Kwa hiyo pamoja unaendelea kutafakari
kipindi hiki cha Kwaresima unaendelea kutafakari ukuu wa Mungu, tafakari kwa undani zaidi kuhusu kifo cha Yesu. Na ujue kwamba Mungu angeweza kukizuia kile kifo, lakini ilipaswa itokee vile kwa sababu ilikuwa ni fidia kwa wengi. Ilikuwa lazima damu ya Yesu imwagike iwe fidia kwa wengi. Ili ukitaja tu damu ya Yesu upate wokovu, upate kutakaswa, upate ukombozi. Alireplace zile damu zilikuwa zinatumika zile za ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, kama wengine mpaka sasa bado wanaziendelea kutumia. Wanamwaga damu za kuku, za mbuzi, za kondoo kwenye makaburi ya babu zao, wanatambika. Lakini Yesu alimwaga damu mara moja tu pale msalabani. Ilichuruzika kamwagika ardhini hapa, ili kila anayemwamini apate wokovu, kila anayemwamini aokolewe. Kwa hiyo hakuna sababu mtu akakwambia leo kwamba niletee kuku tukamwage kwenye kaburi la babu au na nani. Yesu damu yake ilishatosha. Kwa hiyo mpendwa, mtu wa Mungu, ukiwa unataka kufahamu zaidi, tuendelee kuwasiliana. Taacha mawasiliano yangu hapo chini ili tuendelee kuwasiliana na kusaidiana. Tuendelee kujifunza neno la Mungu pamoja kwa kadri Mungu anavyotufundisha na kutuelekeza. Kwa kuwa tunaishi katika dunia na ulimwengu ambao umejaa dhuluma, umejaa manyanyaso, mateso, haki imekosekana wakati mwingine, tusimame tuitetee haki ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tutakaporudi wakati mwingine tutaangalia sasa, je, ilikuwa ni lazima huyu mwanafunzi wa Yesu Yuda amsaliti Yesu ili tupate wokovu? Kulikuwa na ulazima? Kulikuwa na ulazima hapo? Ilikuwa lazima Yuda amsaliti Yesu? Na kwa nini hakuwa Petro? Na kwa nini hakuwa Yakobo? Kwa nini hakuwa Yohana? Kwa nini hakuwa mwanafunzi mwingine? Kwa nini Yuda tu? Tutaangalia kwa ufupi somo hilo wakati mwingine. Na Mungu akubariki sana, na Mungu alibariki neno lake. Amen.